Yes, I wish boy videoboy.com babake na je. Bwana nipo sehemu fulani panaitwa Asbad Manendeza Kimara Temboni ambao ndugu zangu 32 ndipo na CEO wa 32 anaitwa Jeusi MC. Bwana wamekuja kufanya jambo ambalo amazing sana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kugawa kama sadaka fulani hivi, wamejitoa kuja kusupport kufanya usafi. Mazingira fulani yote ambaye atatuambia Jeusi inakuaje? Kama kawaida mzee wangu. Ni mwingi Fresh. Bwana ndugu yangu naona tofauti mkubwa. Unajua lazima tuwe tofauti. Kabla Ramadhani, kabla ya mwezi na ndani ya mwezi mnafanya mambo tofauti sana. Hebu tuambie imekajikaje kwenye utaratibu wenu? Utaratibu wetu sisi wenyewe tumekaa tumeamua, nilikuwa kama kiongozi wa 32 nikakaa nikafikiria nikaona kwa nini katika mwezi huu tunafanya sana dhambi unajua Kwa nini katika mwezi huu hapa turudishe kwa jamii? Sio turudishe tu kwa jamii, kwa watoto ambao wanakuwa wana mahitaji muhimu na hawajiwezi kabisa. Unajua ili wazo nilipolipata nikawafikishia viongozi wangu, wakalipitisha, tukajumuika kwa pamoja, tukasema tuchangeni kiasi chochote tutakachojaliwa kupata, tukawasaidia ndugu zetu kule. Kuna watu wana hali mbaya. Hapa kuna watoto yatima, hapa kuna watoto ambao wana vichwa vikubwa, unajua zile. Kuna watoto ambao wametelekezwa, hapa wapo. Kuna watoto paka wapo wa miezi 4. Hebu fikiria mtoto ana miezi 4 katelekezwa. Amjui baba, amjui mama, wapo hapa. Kwa hiyo sisi tukiwa kama sisi ambao tunajiweza kidogo, tunapata hicho kidogo, tunawasaidia na wao ili mradi wajisikie wako fresh. Kwa tunataka tuambie kwamba wazo hili kabla ya yote wewe ndo ulifikiria ukatoa idea kwa baadhi ya vijana wako, kwa baadhi ya viongozi wako. Nikashirikisha na viongozi. Nilipopata idea nikashirikisha viongozi sababu 32 ina viongozi wake. Okay. Hili jambo linakuwa ni endelevu kila kituo cha watu wenye mahitaji imekaa kama. Nafikiri leo ni mwanzo tu. Leo ni mwanzo tumeanza, lakini jambo litakuwa lina uendelevu kwa sababu tunajijua wenyewe kwamba tuna kifuko chetu wenyewe cha bali chapa tunawasaidia tu watu ambao hawajiwezi. Kwa leo ni mwanzo tumeanza kituo cha huku, tutatembea na vitu vingine na vinginevyo. Okay. Kwa mtazamo wa 32 na baadhi ya namba, ungependa kuasisi nini vijana zako ambao namba nyingine au wengine ambao hawana namba pia? Mimi ningependa kuasisitiza ndugu zangu, au sio bwana, kuna watu ambao wapo wanaishi maisha magumu sana. Wewe inawezekana ukaa kila siku unapata haraka 3 unakula. Lakini kuna watu wanaishi maisha magumu sana. Okay. Kwa hiyo nilikuwa nawaasa vijana wenzangu, chukua tunapata chochote kidogo tu tunafikiria ndugu zetu kama hivi wapo huko, unajua zile bwana. Okay. Kwa mtazamo Jeusi MC wa zamani na wa sasa hivi ambaye anasupport vijana, anasupport vijana wenzake ambao wenye mahitaji. Wewe kama wewe unajua na Jeusi ambaye wa baadaye ni kama nani? Kwa mtazamo. Nafikiri umesema wa zamani na wa sasa. Mimi nafikiri Jeusi wa sasa hivi anajielewa zaidi. Jeusi sasa hivi amekuwa, Jeusi sasa hivi anajitambua, anaelewa nini anafanya, au sio bwana zile. Utofauti ndio upo hapo, lakini kwa sasa hivi nimejielewa, najua muziki unataka nini, najua tuishi hivyo, najua kakaangu. Kitu kikubwa sana kwa mashabiki wa Jeusi ambao wangehitaji kujiunga na game yako ya kusupport vijana, kusupport watu wengi sana wenye mahitaji. Wewe kama wewe ungependa kuasini kitu gani? Ungependa kuambia kitu gani wa 32 ambao wapo mkoani, 32 ambao wapo Dar es Salaam ambao ungependa kushiriki mambo kama haya? Walokuwa mikoani, walokuwa mbali, mimi naomba tu supportiane kivyo vyote vile kufikisha hizo taarifa. Una chochote kitu bwana, una sabuni una nini. Hii jambo nimesema itakuwa endelevu. Okay, kwa baada hapa tutapata tena taarifa, tutaenda katika kituo gani. Okay. Bwana walokuwa mbali, kama una ncha sabuni una nini chochote ambacho umejaliwa nacho, unaweza ukawasilisha na mzigo ukafika na ukawafikia walengo. Mawasiliano ya simu imekaje? Namba official kwa ajili ya mambo kama ya kusupport vijana. Sasa namba official ipo, nitawatajia hapa. Tuliona wana uhitaji. Na kutokana sisi tuna nguvu ya watu, sisi sio matajiri wala si hatuna mahela, ila tuna nguvu ya watu, wadau na watu mbalimbali ambao wanatuzunguka. Tukaona bora tujiorganize. Kwa hiyo tusifanye kitu hiki kizuri kama watu wanafanya vitu vibaya vya maovu, tufanye kitu kizuri zaidi ya hiki. Ndio tukaja hapa. Kuja hapa tukakutana na bwana. Kuna vitu vingine unapaswa uone kwa macho, japo sio kwa ukubwa. Kwa hiyo sisi baada ya kufika hapa tukapewa maelekezo yote, tukapewa mahitaji yao. Tulichokifanya tulitengeneza group la watu wote na group la viongozi. Tukajadiliana viongozi, tukaenda kwenye group la watu wote, tukawapa maelekezo. Tukakubaliana kwa sababu kulingana na hali zetu ya sisi watu wa Singeli zilivyo. Tukaona tusike kima kikubwa, ila
kutoa ni moyo, mtu wote anaweza kutoa zaidi. Tuliweka kiwango cha 10,000. Okay. Sahi. Okay, kwamba kwa wale watu ambao wanahitaji kujiunga na nyie, watu ambao wapo nchi za nje mbali huko, wapo Tanzania, Dar es Salaam, mikoa mbalimbali, ungependa labda kutoa, kuna mawasiliano gani mali kwamba kuweza kutoa michango yao au kujiunga na nyie? Kwanza mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Kuna watu wapo nje huko, mabaharia wetu ambao vijana wenzetu walikuwa Dar es Salaam, wametusupport, wakina Bablai kaita paka dada zake kuja kutusaidia kwenye hili. Lakini tutataja namba yetu ya WhatsApp ambayo utatafuta, tutakusikiliza kwa sababu tuliweka namba 2. Namba moja kwa ajili ya kupokea michango, namba nyingine kwa ajili ya taarifa. Tungependa kupata namba zote mbili, mradi kwamba kuna namba ya Nomo na kuna namba ya WhatsApp. Namba ya Nomo. Namba ya Nomo ambayo inapokea miamala kutoka kokote pale ni ya Tigo 0651 82 90 80. Okay, jina linatokea nani? Jina linatokea Abdul Hassan Dalali. Lakini hakikisha ukituma muamala wako unaandika na message au unapiga simu ndani. Bwana, nimetuma kwa wakala gani, pia natokea wapi, na kwamba uweze kuweka katika orodha ya 32. Kwa watu ambao wapo nchi za nje, au namba official WhatsApp. Of course, namba official WhatsApp nadhani ni hii. Jumlisha 22 255 huyo. 255 0 6 92 98 83 00. Watu wengi wa nje ya nchi wenzetu walinipata kutumia namba hiyo, na tuliweka official kwa ajili ya watu wa nje kutupata. Na of course tumepata nguvu kubwa sana. Nadhani kameramani atapita kuona ambacho tumejaliwa. Lakini ataona kile ambacho tunakifanya. Kwanza kabisa eneo lao lilikuwa haliko vizuri. Tukaona kwa sababu hatuna nguvu kubwa ya hela, tumeamua kuja kufanya usafi. Maana yake hapa tunalima, kuna bustani ya mboga vyakula ambavyo wanatakiwa wale watoto. Lakini pia kuna mahitaji zaidi ambayo yalitukwamisha kwa sababu nguvu yetu ilikuwa ni ndogo. Ambayo natamani simu yangu nadhani ninayo hapa. Niangalie ili nisome. Kwa hiyo kwa mwenye uwezo ambaye ana uwezo kutusaidia kwa hiko, kwa sababu hili jambo ni endelevu. Baada ya jambo hili kukaa, tulipanga uongozi tukutane ili tuunde kitu ambacho kinaitwa 32 Foundation. Wote sawa. Nikimaanisha nini? Hamna 32 wengi kama zamani zilivyokuwa ngumi. Ukicheza ngumi unaonekana muuni. Na kuna watu wakisikia hizi namba unaonekana muuni. Hamna, sisi wauni. Watu tuna ndoa miaka 8. Tuna watoto, tunafanya kazi, tunaheshimiwa. Lakini hao wengine mambo yao hao tuwaache. Kwa hiyo tuna mahitaji tulikuwa tunayataka ambayo ni zaidi. Tuliona mfuko wetu ni mdogo sana, tukabahatika kuwaletea chakula. Kama hapa nikisoma mahitaji yao, samahani kidogo nichukue muda wako. Nasoma in general. Ili kama chochote tukiweza kutusaidia au kupata kutoka kwetu, tunaweza tukakipata kutoka kwako pia. Basi tunaomba mtusaidie. Mahitaji yao ni kama hivi yafuatavyo. Lishe ya watoto. Lishe ya watoto imegawanyika. Walihitaji maziwa ya uji ya nitrogen number 1, number 2 na number 3. Unga wa lishe au nafaka za lishe za watoto. Walihitaji soya, walihitaji ngano, blue band, siagi na karanga. Ambayo ya peanut butter kwa ajili ya uji. Lakini walitujulisha tena mahitaji yao mengine ya chakula ambacho ni mchele, sembe, unga, ngano, kande, maharage, sukari, chumvi, mayai, dengu, njugu mawe, njegere kavu, mafuta ya kula, nyama na samaki na dagaa. Chengine walihitaji kupitia Smart Care. Waliomba msaada. Hiki ni kikubwa zaidi ambacho napendekeza kwa watu ambao wale wanajimudu sana na uwaga wanatoa kipande hiki. Kupitia Smart Care tunaomba msaada wa malipo ya bima ya afya kwa ajili ya matibabu, ufadhili wa masomo, sare za shule, vifaa vya shule kama madaftari, kalamu, rangi za kuchorea, viatu, vitabu vya kujifunza kusoma kwa watoto wenye kichwa kikubwa na mgongo wazi. Kutokana na uhitaji mkubwa wa sasa, tunaomba sana msaada wa fedha ili kufanikisha matengenezo ya vitanda
58 maalum kwa ajili ya watoto na wazazi, magodoro na size. Naomba nikazie hapa ndugu zangu ambao mmejipata kidogo. Hii yengo ni nzuri zaidi kwa sababu ya matibabu. Nilisahau kupresent zaidi kwenye kituo kinaitwa Ansbat, House of Hope, nyumba ya matumaini. Kuna watoto ambao wana vichwa vikubwa na mgongo wazi. Kwa hiyo ninachoomba ili jambo la bima jamani. Kama hapa tulifika, kabla ya kufika kuna mtoto kapata accident, ilidondoka bahati mbaya kwa sababu ya uzito wa kichwa, kapelekwa hospitali. Sasa kama tunapata bima inakuwa ni nini? Inakuwa ni rahisi kutibiwa kuliko kutoa njuruku, sababu utaenda hospitali utapewa hela zaidi. Sisi tumeelewana? Haya, mahitaji mengine ambayo wameomba. Tunaomba mtusaidie ankara ya maji, umeme, vifaa vya usafi, mikeka, taa za sola, nishati ya kupimia, sabuni za mche, sabuni za maji na unga, mafuta ya ngozi, dawa za mbu, dawa za chooni, Pampers kuanzia kilo 1 mpaka 6 mpaka 9, kilo 9 mpaka 15. Ambazo ni adult diaper medium. Nguo za watoto jinsia zote, umri kuanzia mwaka 1 mpaka miaka 16 pamoja na wazazi, dawa za meno na miswaki. Vifaa tiba na dawa. Vifaa tiba na dawa ni plaster vidonda, gloves, dawa za vidonda, iodine, glucose, gloves, mkasi na dawa za maumivu. Nadhani ni hayo. Bwana, kwa maelezo mengi zaidi tutatoa namba ya kituo kwa mambo ya kusupport 32 kwa mradi kwamba kwenda kila maeneo yenye watu wenye mahitaji. Tutatoa kwa washataja namba zao, wenye mahitaji wenye kuhitaji namba ya kituo tutapitisha katika video screen yetu hapo chini. Mtaweza kuwatafuta muweze kuwasiliana zaidi. Neno la mwisho kuambia Tanzania. Neno la mwisho kuambia Tanzania. Usimjaji mtu kwa muonekano. Okay. Au kwa kusikia. Mjaji mtu kwa vile nini anafanya. Na sisi kama 32 ili tumeanza kwa watu wenye uhitaji, litafuata jambo linalofuata, tutatoa taarifa zaidi ambalo tulipendekeza kwenda kutembelea hospitali. Tutaangalia engo gani tuangalie, maana hospitali nayo ina department tofauti. Kwa hiyo tutaangalia engo ambao sisi tutaweza kufika hata kwa udogo. Kwa hiyo tunaomba hilo. Mtusaidie na namba zetu ni hizo hapo mmeziona, na muendelee kutupa supports kubwa sana ili tupate moyo wa kufanya, kwa sababu kinachofuata zaidi sio watoto wenye uhitaji tu. Sasa tutaenda hospitali, tutarudi kwa wajane, tutakuja kwa watu kila engo yenye watu wenye uhitaji tutakuwepo. Bwana, bado tupo tunaendelea kushughulika na zile kazi ambazo watu ambao wanajiweza kuwasaidia watu ambao wenye mahitaji. Wishoboy videoboy.com babake na Jay. Anaitwa meneja Pesi. Pesi inakuaje? Pesi inakuaje? Jamani mwingi. Naona umetuma kufanya kazi. Bwana si watu wa kazi. Bwana, huyu kama kiongozi wa 32 huyu anaitwa meneja Pesi. Meneja Pesi ni mtu ambaye cha kwanza ni muelewa, ni mtu ambaye amembadilisha Jeusi MC kwa asilimia kubwa sana. Kutokea sehemu fulani ambaye ameweka juu sasa hivi, ambaye anajielewa nini kitu gani anachokifanya. Bwana Pesi, kwamba wewe kama kiongozi wa 32 unajisikiaje kushiriki katika jambo kama hili? Yaani kwanza si nisemaje, yaani hata kama lingekuwa Sola 32 mimi ningekuja. Okay. Kwanza kwa sababu ukiangalia hapa si ndo watu wa kwanza kufika hapa. Na yote hiyo ni kwa sababu ushajua kwamba hii ni sadaka. Kwa hiyo sio sema kuja kusema haba mpaka fulani afanye kitu fulani na mimi nitafanya kitu fulani. Okay. Kwa hiyo utafanya kitu ambacho unakiweza, utakapofikia mwenzako atakapokuja naye ataongezea. Kwa asilimia kubwa sana kwamba namba zipo nyingi, lakini nimekuwa nikipokea namba nyingi, yani nimekuwa nikipokea simu nyingi sana kutoka kwa 32. Bwana Videoboy, tunahitaji wewe sehemu fulani hadi kwamba Watanzania waweze kujionea kwamba 32 ina maana kubwa sana kwenye msaada wapo wao, kwenye mambo mazuri ya kuwasupport vijana wapo wao. Wewe kama wewe before kabla jambo hili kwamba nimepiga interview na Jeusi ameniambia kwamba nilifikisha jambo hili kwa viongozi wangu. Wewe kama ulivyosikia tangazo au alivyokuletea ujumbe bwana kama meneja Pesi, nahitaji kufanya jambo hili na hili, na wewe kama ulipokeaje? Kwa mimi nilipokea kwa ukubwa, kwa sababu ukiangalia ni ukuaji wa msanii. Unajua tuliongea kwenye mechi ile iliyopita kwamba lazima turudishe kwa jamii. Na kurudisha kwa jamii haijalishi kwamba staili gani, kuna staili nyingi za kurudisha kwa jamii. Kwa hiyo moja hapo ni kama hii vitu vya kujitolea, charity hizi natoa. Tunajua bwana. Na muda utakapozidi kwenda tutazidi kutambulisha vitu vingine. Kuna foundation ambayo soon inakuja, tutaitambulisha, tutailaunch kabisa.
Umeona, kwa na swala pia la kampuni yetu hiyo 32 Worldwide bado hajaliweka mezani, ila kuna vitu bado tunavipangilia, ila kiukubwa zaidi watu wategemea mambo makubwa yanakuja. Okay, kwa mtazamo mkubwa sana baadhi ya wasanii wa Singeli wamekuwa kama na umoja fulani hivi wa kushirikiana. Wewe kama kuna msanii wote wa Singeli ambaye labda ametia mkono wake naye anahusika kwenye jambo hili la leo? Jambo hili la leo au mambo ambayo yamepita 32? Yani kwa jambo hili la leo na masuala mengi, unajua tuna watu ambao wanatusupport, wasanii wapo ambao wanatusupport, wapo wanaitwa kina Kanali, wakina Dula Sadali, unajua ile wakina Pateni, wakina wapo wengi, unajua ile. Kwa hiyo kikubwa kwa ile leo lilikopo mahususi kwa ajili ya 32. Okay. Lakini hatukuweka mipaka kwamba mtu yoyote mwenye uwezo wa kusema bwana na uwezo wa kutia power na uwezo wa kufika alikuwa anaruhusiwa. Okay. Ila hili tuliandaa kwa mahususi kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya hamasa na jinsi ya kujisogeza karibu kuangalia mambo mengine tunayafanyaje mbeleni. Okay. Wewe kama kiongozi wa 32 pia Pesi, kwamba nahitaji kujua kitu kikubwa sana, lengo ujue watu mpaka wanafanya mambo kama haya, lazima kuna lengo maalum. Mambo mawili, jambo kama kufanya hii kama kupeleka ujumbe kwenye jamii, hama je kuna kitu ambacho mmekilenga baadaye mnaweza kukipata? Ukisema tumelenga kitu tutakuwa unakosea. Okay. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wana zile comment wanafanya hivi kwa sababu kitu fulani. Sahihi. Na ukiangalia hata jamii kubwa hapa ya media zilizokuja hapa ni wale familia zetu ambazo wanajua kuna kitu fulani kinaendelea. Hatujafanya swala la kuanza kumwalika fulani na fulani kwa sababu ili sio jambo la kusema tunataka tumuoneshe fulani. Ni masuala ya kwetu ndani kuongeza hamasa na support zaidi. Hilo ndio jambo kubwa. Jambo la mwisho kabisa kuambia wale 32 ambao wapo mikoani, wapo nchi za nje mbali kabisa, imali kwamba waweze kushiriki katika mambo kama haya, kutuma michango. Wewe kama ungeweza kutoa namba ya simu au kuna jambo lolote ambalo ungependa kuambia? Kwa mimi kwa haraka kwanza naweza nikasema kwamba watu wasogee karibu na akaunti za msanii. Okay. Akaunti za fans zipo zipo TikTok, Instagram, na zipo ambazo 32 fan page kabisa. Okay, zipo Jeusi MC fan page zipo. Okay. Kwa hiyo mkoto tutakuwa tunatoa taarifa, yule ambaye yupo mbali anatamani kusogea, ni bora kwa kuweka ule kutoa ukakasi wasiliane na rais moja kwa moja. Bwana anaitwa Meneja Pesi. Tunaendelea bado kuzunguka katika maeneo haya. Panaitwa wapi? Hapa panaitwa huku panaitwa Temboni. Lakini hiki kituo kinaitwa Asbat. Okay, kwa mtu ambaye angependa kuja kusupport kama unaweza ukapa location labda kufika mpaka kufika hapa. Location sio ngumu kwa sababu ukishafika hapo Temboni, ukiulizia pale Temboni tu bwana, kituo cha watoto ambao wana ulemavu wa kichwa na uhitaji, watakuleta hapo. Bwana bado tupo tu, nilikuwa na Meneja Pesi, Isho Boy videoboy.com, baba kina J. Bwana nipo na wakina dada wa 32. Hauna kosea? Bwana kwa majina yako unaitwa nani? Mimi naitwa City. City from wapi? Tandale, Dar es Salaam. Bwana dadangu, kwanza hongereni. Nashukuru. Mmeupiga mwingi sana. Sisi naona ndugu yangu. Kuna dada wengi sana ambao wangehitaji kuwepo na kuna dada wengine ambao hawawezi hizi kazi. Wewe kama wewe umejisikia kuwa sehemu kama hii kwanza? Cha kwanza mimi najisikia raha. Pia nashukuru pia wote wachangia mchango. Asanteni sana. Okay. Kwa siku ya kwanza unasikia kwamba tunahitaji yani saa 2 kama saa 2 tunaenda sehemu za watu wenye mahitaji. Wewe kama jambo kama hilo ulisikiaje? Mimi nilifurahi sana, pia nilisupport. Na mpaka sasa hivi niko hapa. Okay. Kwa kitu kikubwa sana cha kuwasii watu ambao wanakutizama muda huu na watu ambao wangehitaji kujumuika na nyie, wewe kama ungependa kuwasii nini? Kama amekustahili basi kuna lingine linakuja, nitawaambia kwamba nao pia wasikose wajumuike pamoja, tunakaribisha. Okay. Wewe kama dada wa 32 kama City, umesema naitwa City City kama City. Kwa wale watu ambao wanaizungumzia vibaya sana kwa upande wa kikeni, wa wanawake wanaizungumzia vibaya sana namba 32, wewe kama ungependa kuwapa neno gani? Sisi tunapenda sana tu. Maana watu wanasema 32 wauni, watu wakorofi. Ni kweli wanasema wauni wakorofi hivi na hivi. Ila wao wanaosema sisi tunawapenda. Sana. Na wao wazidi kuongea kwa hivyo yani.
Okay. Sababu sisi tunaweza. Cha mwisho cha kuambia watu ambao wamekuwa kwamba wanachoyo. Neno donge gani ambao ungependa kuwapa? Wenye choyo. Endelea na choyo zao, ila sisi tunaendelea. Au sio? Na amani yetu. Bwana anaitwa Dada City from Sasa na ngapi? 3-2. 3-2. Hebu onyesha kwenye video. Onyesha basi Dada City 3-2. Asante. Na mdau mkubwa sana bwana, inakuaje? Kama kawaida kaka. Mnyama ni mwingi? Mnyama ni mwingi. Bwana wewe kama 32 unajisikia kuhusika na kusafisha mazingira pande hizi? Bwana mimi kama 32 kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa sababu jambo letu sisi tulipanga kwa muda mrefu. Nashukuru Mungu jambo limetimia kabisa. Mimi tena nashukuru Mungu tena. Sisi kama 32 ni 32 sana ni kubwa. Ni 32 kwamba sisi 32 tu. Tunasaidia watu, tunasaidia jamii na kwa yote. Ni hata kama wewe ukipata tatizo lako lolote ndugu yangu sisi tunakusaidia kama 32. Bwana anaitwa Ali Kibosho. Tunaenda babake na JJ. Bwana nipo na CEO wa 32. Hii namba hii kitambo na hicho ilikuwa kama inazalika fulani, lakini sasa hivi naona gang kubwa sana. Alafu kuna baadhi ya watu serikalini wana respect kikubwa sana. Jeusi kwamba tuanze na kitu kimoja kwamba wewe kama wewe binafsi unajisikiaje kuweza kuwapa support watu na mahitaji? Mimi najisikia furaha sana, najisikia furaha, alafu wanakuta nimejumuika na wanangu kama hivi na kuwa nafarijika sana kwamba jambo watu niliowashirikisha au tumeshirikiana create limeenda vizuri na tumeitika kama hivi, tumefanya kazi kwa pamoja kama unavyoona huko. Unajua nimejisikia furaha sana na yani naomba huu uwe muendelezo. Tukao tuna majambo muhimu kama haya, tuwe tunasupportiana kama hivi kwa haraka zaidi, tunakutana kama hivi na kwa inapendeza. Before interview hii, interview iliyopita kwenye mechi ya 32 Tuangoma kwamba ulizungumza kauli moja kusema kwamba 32 ni namba ambayo inahitaji support watu 100% wenye mahitaji. Na ukasema kwamba wazo maalum ulitoa mwenyewe. Wewe kama naona kuna mdau mkubwa amefika sasa hivi tunapiga interview kwamba wewe kama wewe ulivyomfikishia Blaza hapa kwamba ulivyomfikishia ni ujumbe bwana Blaza tunakuhitaji sehemu fulani hivi na hivi na hivi uweze kutoa support. Wewe kama ulianza vipi kumfikishia taarifa? Cha kwanza kabisa 32 kama 32 kuna uongozi. Okay. Jambo la kwanza ukinitoa mimi mwenyewe tu. Kuna uongozi. Kwa mimi ninapokuwa na idea au nimewaza kitu lazima kwanza nilifikisha nifikishe hicho kitu kwa watu wahusika, kwa viongozi. Ndio kama hao unavyoona kina Igwamba, au sio bwana, kina Pesi, kina mtoto wa Shehe, au sio bwana, kina Super Jankizi, kina Maulana, Tizo Mwana, wote na kadhalika. Lazima nawafikishie ili tujadili. Bwana sawa kama ujao tunaacha. Kwa hili sasa nilivyolifikiria nikawafikisha ndugu zangu, wakasema hili ni swala zuri tena, wakalipokea kwa ukubwa. Hata mwenyewe tena kuna muda nikamweka pembeni naangalia sasa. Na unaangalia mambo yataenda? Ni mambo yameenda vizuri kama inavyotakiwa. Ni kitu kizuri, nimeenjoy na nimefurahi. Unaruhusu naongea na mdau? Ongea naye. Kweli? Siwezi nikali. Ongea naye tajiri kashaingia. Sasa inakuaje? Poa. Heshima yako. Fresh nashukuru. Majina unaitwa nani? Mimi naitwa Omari Igwamba. Omari Igwamba. Maarufu kama Igwamba. Igwamba au Ginimbi. Ginimbi. Yes. Okay, Blaza Dios katuambia hapa alivyokufikishia taarifa, alisema bwana anaenda kumfuata Blaza kama viongozi wake. Wewe kama unajisikiaje? Of course nimejisikia furaha kwa sababu ni jambo jema sana. Unajua hizi namba kuna wengine wazichukulia tofauti. Umeelewa? Lakini anaonesha utofauti. Kwa 32 sio hivyo ambavyo wao wanachukulia. Unajua wengine wanachukulia usela. Lakini tofauti na hivyo. Kwa hiyo nataka kuambia nini mashabiki ambao au ambao watazamaji ambao wanaamini kwa Singeli ni muziki wa kiuni, Singeli na hata 32 imekaa kiuni. Leo kama leo umeona jambo ambalo limefanyika, jambo kubwa kwa msanii wa Singeli Jeusi MC ambao anajulikana kwa namba ya 32. Wewe unaliongeaje na unaaminisha vipi wapenzi wa muziki kwa Singeli sio uuni tu, tunaweza kufanya vitu vikubwa na venye imani kama hivi? Unataka kuambia nini? Mimi cha kuambia ni kuwashauri tu. Unajua maisha yanabadilika, alafu kuna maisha baada ya muziki pia. Of course huu ni uwekezaji pia hata kwa upande wake kwa Mwenyezi Mungu, umeelewa? Kwa sababu ukizingatia tupo katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani na Kwaresma. Kwa hiyo kitu kama hichi ukizingatia hii taasisi ina watoto ambao wana uhitaji. Ukizingatia kuna watoto wale wenye vichwa vikubwa, kuna wale wenye gongo wazi. Yes. Kwa hiyo yoyote atakayeona basi asupport pia. Sio kwa tu sisi tu 32. Na kama mtu yupo nje ya 32 au 32 kabisa, sema hajapata taarifa hii na ana moyo wa kuchangia, anapata vipi ratiba ili mradi naye ajiunge katika movement kama hizi zinapotokea? Of course sisi tuna account ambazo zipo mitandaoni.
Yes, kwa hiyo unaingia kwenye account, utakutana na namba pale, utafanya mawasiliano. Of course ingia kwenye account ya Jeusi moja kwa moja. Jeusi ya msanii. Yes, ya msanii moja kwa moja. Ukifika pale kila kitu kitakuwa kinaenda sawa kabisa. Moja ya momenti kubwa sana ambazo katika mitandao ya kijamii huaga inaonekana kwamba baadhi ya namba ni za kiarifu za kinini. Wewe kama wewe ulivyohitaji kujiunga na 32 au walivyokuhitaji kujiunga na 32, wewe kama wewe ulistuka fulani hivi? Kwanza mimi sijahitajiwa, mimi nimehitaji mwenyewe. Baada ya kuona kuna utofauti, unajua unapokaa karibu na watu ndio unajua kwamba hao wana mawazo gani. Umeelewa? Kwa baada ya kuwa nao karibu nikaona kwamba wana idea kubwa sana. Na hata ukizingatia kwenye upande wa muziki pia, wewe mwenyewe unaona utofauti. Kuna muda anaimba zile, kuna muda anaimba zetu sisi. Umeelewa? Kwa hiyo yani cha kuongezea hapo, watu tu wajifunze. Yeah, kipindi hichi tupo kwenye ibada, msanii umeona hajaachia bado nyimbo yote, nasubiri baada ya ibada hii kupita ya mwezi aachie nyimbo nyingine mpya, na zipo nyingi tu. Ushaelewa? Kwa tupo kwenye ibada kama hivi, tunazingatia, tunarudisha katika jamii. Yes. Kuna baadhi ya wadau ambao wanahitaji kuingia nao kujumuika na 32. Wewe kama mdau mkubwa sana ambaye una support 32, je, ungependa kuwapa neno gani wadau wenzako? Mimi nawakaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa, kwa sababu 32 sio sera. 32 ni maisha ya watu. Okay. Of course hata sisi wenyewe unaona tuna mechi. Tunatoka hapa tunaenda kucheza Mbagala, tunatoka hapa tunaenda kucheza Morogoro. Umeelewa? Yaani sio sera, ni maisha ya watu. Okay. Yeah. Okay. Cha mwisho cha kumalizia Jeusi. Cha mwisho cha kumalizia bwana, huu ndo mwanzo, tunaanza na tutaendelea. Huu sio mwanzo tu, hapa ndo tumeanza. Ina maana hili jambo tumelifanya ni kubwa, tutaendelea kufanya mengi makubwa. Hii ni 32 Foundation. Au sio bwana, ndio tunaanza, ndio tunaondoka hivi. Si unajua? Okay. Kuna vituo vingi tu tumeanza hapa. Kesho na kesho tutaenda Temeke, tutaenda Mwananyamala, Kinondoni na sehemu kadhalika, si Morogoro, kote tutatembea. Kwa sababu kila sehemu 32 ipo. Okay. Nipo kwa kina dada la 32. Mambo? Poa. Mzima. Vipi, unajionaje kwa hapa? Fresh. Sasa tumekauka uso mkali? Hapana, hujafunga. Hujafunga. Mambo zenu dada zangu? Poa. Shwari. Mbona umesmile? Mbona umefly? Nilikuwa tuna furaha. Au unajua vidogo kaja kuchukoombea? Hapana. Sawa. Bwana dada zangu kwa ujumla. Wewe kama wewe siku ya kwanza kusikia bwana naenda kwenye shule fulani ya watu wenye mahitaji, ulijisikiaje? Fly. Kwa nini ulifly? Nilifly sababu ngopo sijai kutembelea. Sijai kuona vitu kama hivyo. Nilifly sana nilivyosikia. Ndio maana nikachangamka sana kwenda. Kwa hiyo maana yake na wenzako nao ni ndugu zako wa mtaani au ni 32 ambao wanatokea maeneo tofauti? Ndugu zangu akalo nyumbani. Wewe unaitwa nani? Maureen. Wewe? Naima. Wewe? Nino sino kirefu chake Alima? Au Nino kirefu chake nani? Rahma. Kweli Nino. Okay. Dada yangu kwamba wewe kama 32 au 32? Wewe hapo? 32. Wewe? 32. Wewe huko? 32. Nino naye anatabasamu saa nyamili. Okay. Nino, upande wako huko dada yangu, wewe kama wewe ungependa kuambia watu wanakutazama muda huu, unaambia neno gani kuhusiana na siku hii kama ya leo? Siku kama ya leo ni kuanaambia ni kwamba kuna watu hapo, yani sio hata nisemaje, lakini kuna watu wana matatizo hapo, wanahitaji misaada kama hivi, tunajitokeza tunawasaidia, wasiwasahau. Dadangu nawe hapo? Mimi sina usemi tu, waje kuwatembelea kwa wingi. Basi. Watatemeka. Ndio hujafunga, okay? Nawe hapo dadangu, comment yako? Nilikuwa tunawaambia wao wanakuja na kuwasaidia, wapo ambao wana mahitaji maalum. Kwa hiyo tu tunasaidia watu ambao wana mahitaji maalum. Sisi ni wazima, itabidi tuwasaidie ambao ni ulemavu. Asante. Dadangu, nimependa kitu kimoja. Before namwambia unaitwa nani, ametoa sauti ya bezi. Ale baba huyo, lakini sasa hivi nashangaa ametoa sauti natural. Sema mambo. Poa. Sema mambo vipi? Mambo vipi? Mambo vipi, nimeipenda. Bwana, bado tupo maeneo ya hapa, tunaendelea kuonyesha baadhi ya vitu vyote ambavyo 32 kama 32 wamejitoa kuja kusapoti, kuwapa mahitaji watu wenye kuhitaji mahitaji. Wishoboy videoboy.com, babake na Jay. Kuna mahitaji ambayo yani mbali tu na kule mlipokuwa mnatona nyuma kule tunalima. Kuna baadhi ya mahitaji ambayo
yalikuwa muhimu sana kuja kufika sehemu kama hii hapa. Hivyo vitu tumefanikisha kuvipata baadhi, japokuwa kama sio vyote, lakini tulichokijaliwa ndio hicho. Siwezi nikashika kimoja kimoja, au bwana, siwezi nikashika kimoja kimoja, ni vitu vingi. Kuna dagaa kama hizi hapa, makatoni ya maji, kuna mapempasi, kuna baadhi ya nguo tumezikusanya hizi hapa hizi kuzifikisha kwa ndugu zetu hapa, wadogo zetu, wanetu tumezifikisha. Siwezi nikashika kila kitu hapa, lakini vitu ni hivi vinaonekana, si ndio sabuni nini, unga, mafuta, majuice kidogo nini, nguo za wadogo zetu, wanetu, ndugu zetu za kutumia ni hizi hapa hizi. Zipo za kumwaga tu za kutosha. Hichi ndio tulichojaliwa kiongozi wangu. Alafu kuna swala lile niliambiwa la kuhusiana na swala la mkaa. Ile si ndio swala la mkaa lile. Swala la mkaa lile pale lile. Nafikiri kile pale kilipatikana, nasema kuna ile pesa ile tumeona bado tuifikishe kabisa hapa hapa. Ile pesa ya kiroba tulichojaliwa sisi ni kiroba kimoja mzee wangu. Japo kwa vile kwa vinahitajika viwili, lakini utatusamee kwa hilo. Ilikuwa unaweza kuhesabu tu mwenye neema ndio imetimia hii. Kiasi cha hapo ambacho kitenda kukizi baadhi ya mahitaji ya mkaa tumeshakikabidhi hichi hapa bwana. Hichi bwana sisi ndio tulichojaliwa 32 hapa, wote tuko hapa ni 32 wote. Ila tu mimi nipo kama CEO au mwakilishi wao. Kama una swala la kutuambia, unaweza kutuambia lolote kiongozi, na kukabidhi wewe maiki hapa. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Kwa niaba ya taasisi nikizungumzia kurugenzi nzima ya Asbat, wafanyakazi wenzangu, wazazi na watoto walioko Asbat nyumba ya matumaini, ninawashukuruni sana vijana wenzetu ambao mmeguswa na mmewiwa kutusapoti kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu alikusudia. Sisi hatuna jambo ambalo tunalihusudu ni dogo. Kila jambo sisi tunalithamini. Kwa hiyo hichi si kidogo kwetu, tunathamini kwa sababu ni uwezo mliokuwa mmejaliwa na Mwenyezi Mungu, na kwa lile ambalo Mungu amewapa sisi tunaliheshimu. Kwa hiyo tunawashukuruni sana wamama walioko katika nyumba yetu ya matumaini na watoto. Haya mahitaji mlioyaleta yanaenda kuwagusa. Kwa hiyo kwa niaba ya taasisi ninawasemea asante. Niliongea na miongoni mwenu Mr. Mangush, nikamwambia jana tumekopa mkaa. Jioni napata taarifa bwana mkaa umeisha. Nikampigia mtu wa mkaa, nikamwambia bwana tuletee maroba mawili. Hela ipo. Nikampigia ndugu Mangush, nikamwambia nimemhakikishia mtu hela ipo. Kwa hiyo tunashukuru sana, na bahati iliyo mbaya kwa sababu ya mvua gharama mkaa imepanda. Tulikuwa tunachukua 75, sasa tumeambiwa 85. Lakini yule naye anatuletea mkaa akasema bwana mimi nafanya hisani, naondoa 1500 itakuwa 80. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Kwa hiyo tunashukuru, hiki mlichosema ni kidogo na ni kiroba kimoja, walau kinaenda kutufutia ile aibu kwamba tukawa wadeni ambao tunadaiwa sehemu kubwa. Kwa hiyo nikushukuru sana ndugu yetu, kijana mwenzetu ambaye umeguswa kwa ajili ya hisani hii. Na kwa sisi wa Kristo tunaamini katika maandiko yamewekwa wazi kabisa, amhurumiaye maskini amemkopesha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niseme kabisa hichi mlichokifanya mmeifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mmekuja kuwajalia waja wake na kuwaletea hisani wale ambao wanahitaji huduma hiyo. Hata mngekuja kwa salamu tu, lakini kwa kuwa mmekuja kwa jambo la kheri, hakika kwetu sisi ni faraja na jambo zuri. Mmetufanyia mambo mazuri, mmefanya usafi, mmepika, lakini bado mmefanya na hisani ya mahitaji kama haya ambayo kwenu mnaona bado ni kidogo, na sisi tuliopokea tunaona ni mengi. Isiwe mwingi wa maneno mengi yasiotosha, lakini niseme ninawashukuruni sana na karibuni tena Asbat, nyumba ya matumaini. Watoto wetu wana uhitaji mbalimbali. Tuna watoto ambao wako shule, wana uhitaji wa ada, wana uhitaji wa nguo za shule na mahitaji mengine kadha wa kadha ya shule. Lakini tuna kina mama hawa. Unaweza kumlipia mama mmoja, mtoto mmoja, bima ya shilingi 150,000 ukawa umemtibu mwaka mzima. Kwa hiyo naamini 32 hili linawezekana. Kama jambo kubwa hili limewezekana, hilo la kumlipia mtoto mmoja bima ni nini? Leo tumepata emergency, mtoto amelazimika kwenda hospitali, umetoka 150,000 usafiri 50,000 ya kumpeleka emergency.
lakini naamini kama tungesema bwana 32 mtu tusaidieni 50,000 tu walau au 100,000, yule mtoto kumnusuru kumkimbiza kwenye matibabu isingeshindikana. Kwa hakuna kitu kidogo shekhe. Yote unayopata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu namshukuru. Na nikiwatizama hapa ni vijana wadogo sana. Mmejitutumua kwa nafasi na uwezo ambao Mwenyezi Mungu alikusudia. Usikidharau kile Mungu alichokupa kwa ajili ya wengine. Mwambie Mwenyezi Mungu, kama nimeweza kumgusa mwingine hata kwa sehemu ndogo, ninakushukuru kwa sababu huu uwezo haukuwa juu ya akili yangu. Kwa hiyo thamini kile ulichojaliwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukithamini hivyo na Mwenyezi Mungu atakujalia zaidi. Itoshe kusema hayo, niseme asalamu alaykum. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Aziza, mimi ni msimamizi wa mradi wa nyumba ya matumaini. Nimefurahi sana, Jumapili ya leo imekuwa Jumapili ya baraka sana kwetu sisi wazazi na watumishi wa nyumba ya matumaini. Kwa umoja wenu nawashukuru sana kwa kutuletea baadhi ya mahitaji yetu ya msingi ya muhimu ya kila siku. Sisi wazazi na walezi wa nyumba ya matumaini tunaombea baraka, tunaombea Mwenyezi Mungu apokee dua zenu katika mfungo huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Mwenyezi Mungu aongezee pale mlipopunguza, lakini pia tunaombea muendelee kuja katika nyumba yetu ya matumaini kwa sababu sisi ni wahitaji wa siku zote. Basi kimpendeza Mungu, ukipata kikubwa, ukipata kidogo, unafika nyumba ya matumaini kutusalimia na kutujulia hali zetu. Asanteni sana na washukuru sana kwa upendo wenu. Davido TV, Singeli mabegani.